Funguo wa 3. Kumbuka tunajifunza funguo 5 za ufalme wa Mungu. Ufunguo wa 3, toba ya kweli. Mathayo 4:17. Mathayo 4:17. Mathayo 4:17. Mathayo 4:17 inasema, tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni anajizungumzia yeye. Anazungumza pale, anakumbuka ufalme wa Mungu umekaribia. Anazungumza ile siku ya kwenda kuwarejeshea ufalme wenu pale msalabani, inarejea, inakuja. Tubuni, moja wapo ya funguo muhimu ni toba ya kweli, kwa sababu inafungua mlango wa neema. Ukiwa ndani ya ufalme huu kama raia wa ufalme wa Mungu, lazima uwe mtu wa toba, uwe mtu wa kutubu. Ukiona umekosea taratibu za ufalme wa Mungu, umeenda nje na uraia wa ufalme wa Mungu. Kama raia tumejifunza sana uraia kule nyuma, mnakumbuka. Sasa tuwezi kurudia, muda wetu hautoshi jamani. Sasa najaribu kurudi kule ili angalau kukusaidia ili uelewe raia wetu kama ulivyopata passport. Yani kama passport yako inakutambulisha wewe ni Mtanzania, na mbinguni tuna passport yetu ambayo tuliliamini jina la Yesu, tayari tumesajiliwa katika ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Sasa kama mwana wa ufalme wa Mungu, fungua mojawapo wa kufungua neema ya Mungu, ya kufungua kibali kwa Mungu, wa kuleta tena ile hali njema ya kimungu ambayo ulipoteza, ni toba. Tena toba ya kweli, sio toba ile ya kusema basi tu kwa sababu nafuata taratibu za dini. Hapana, ile toba ya kweli kama raia wa ufalme wa Mungu. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Ukikosa toba unafunga mlango. Ile Luka 13 ule mstari wa 3. Luka 13 mstari wa 3 inasema hivi, nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Nawaambia sivyo, lakini msipotubu, msipoomba toba, wote mtaangamia. Uko ndani ya Kristo, uko ndani ya ufalme wa Mungu, lakini kuna kitu hakiko sawa na hautaki kufanya toba, ujue utaangamia. Ili uwe salama, ili upate neema ya Mungu, upate ile neema ya Kristo ambayo tuliipata bure kabisa pale msalabani, unapaswa kuwa mtu wa toba.